Ndugu waandishi wa habari, hakuna uratibu wa mambo yanayohusu uwezeshaji wa vijana. Waziri wa maendeleo ya vijana Mheshimiwa Joel Nanauka ndiyo mwenye jukumu la kuratibu. Yeye hana habari zaidi ya kuonekana mikoani akitoa fedha kwenye vikundi vya vijana wawili watatu zinazoelezwa kuwa ni mikopo. Ndugu waandishi wa habari, nchi hii ina vijana wengi wenye uhitaji wa hizo fedha na mikopo. Ni lazima kuwe na mifumo imara ya kitaasisi, kisheria, mifumo ya kiuwajibikaji na miongozo ili ijiendeshe hadi ngazi za chini. Kijana wa Kigoma Ujiji akitaka fedha ajue utaratibu gani ufuatwe. Kijana wa Tunduru akitaka fedha ajue utaratibu gani ufuatwe. Nazungumzia fedha za serikali kuu hizi ambazo zinapita kuna mfuko wa maendeleo ya vijana na hizi ambazo zinatolewa na serikali. Sizungumzii zile halmashauri, nitakuja kugusia za halmashauri kidogo. Hizi fedha zinazotoka serikali kuu hazina utaratibu. Yaani ni kama wizara ndio inajipa mandate ya kupokea miradi kutoka kwa vijana huko chini, ya kupokea proposal, maandiko ya vijana kutoka chini, alafu wizara huku juu ndio inaidhinisha, alafu inashuka chini na inasema tumepata mapendekezo yenu ya kutaka fedha hizi hapa. Watu wa Singida hizi hapa tunawapeni milioni 100. Anatoka hapo anaenda tena Shinyanga. Shinyanga tumepokea pendekezo yenu ya miradi kule wizarani, tumeidhinisha, tumewaletea Shinyanga milioni 200. Anatoka hapo anaenda Mwanza. Anakutana na vijana pale, anasema vijana kule wizarani tumepokea mapendekezo yenu, tumeidhinisha, tumewaletea hapa milioni 50 zitawasaidia. Hakuna utaratibu wa namna hiyo. Hakuna utaratibu wa namna hiyo. Mheshimiwa Waziri Joel Nanauka, hakuna utaratibu wa namna hiyo. Kazi ya waziri wa maendeleo ya vijana ni kusimamia, kuratibu taasisi, mifumo, uwajibikaji, miongozo, sera na sheria, sio kutembea mikoani, kuzurura mikoani na kugawa fedha makundi mawili matatu ya vijana na kujinasibu kuwa anatatua kero na matatizo ya vijana. Ndugu waandishi wa habari, hichi kinachofanyika ni kuongeza urasimu na mlolongo. Haipaswi kuwa namna hiyo. Wizara huku juu ndio hiyo ina mandate ya hizi fedha za maendeleo ya vijana kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana. Lazima kutengenezwe chombo mahususi ambacho kitakwenda mpaka ngazi ya chini. Kuwe na decentralization ndani ya wizara ya maendeleo ya vijana. Na decentralization hiyo ni kuwa na chombo ambacho kitaanzia juu wizara ya maendeleo ya vijana, kitashuka. Tutakuja kutoa mapendekezo yetu namna gani chombo kiwe. Ndio namna tutakayoweza kutatua changamoto za vijana katika maeneo yao, pasi kusubiri waziri aende ndio atoe milioni 10, milioni 20 kwa vijana. Ndugu waandishi wa habari, tunazungumza hivi kwa sababu tunajua athari yake. Tunazungumza hivi kwa sababu tunajua athari yake. Hapo awali kupitia ofisi ya maendeleo, kupitia ofisi ya waziri mkuu, sera na vijana, wakati ule waziri mkuu alisimama bungeni mwaka 2022 Februari, akasema katika bilioni 1 ambayo imeenda kwa vijana kukopeshwa, fedha ambayo ilikopeshwa kutoka kwa maombi ya vijana waliopeleka waliokidhi vigezo ni milioni 200, karibuni milioni 700 zilirudi ofisi ya waziri mkuu heti kwa sababu vijana hawana vigezo. Haya ndiyo mambo ambayo tunayakataa, tunayapinga, tunapendekeza kuwe na muongozo madhubuti, muongozo ambao utasaidia vijana kupata fedha na kuweza kujikwamua kiuchumi. Ndugu waandishi wa habari, changamoto hii iko ngazi ya halmashauri katika utolewaji wa fedha za 10%. Fedha hizi zimekuwa na changamoto.
Fedha hizi zimekuwa zikitolewa kwa ubaguzi, sisi tunajua. Fedha hizi zimekuwa zikiibiwa kila mwaka. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali amekuwa akisema na hakuna hatua zinazochukuliwa. Fedha hizi zimekuwa zikikopeshwa, hakuna marejesho. Fedha hizi zimekuwa hazina usimamizi na hakuna uwajibikaji kwa sababu ya mahusiano ya kimaslahi ambayo yapo kule chini kati ya watendaji wa halmashauri, head of department na madiwani. Diwani anaweza kuja na vikundi vyake vitano, anataka fedha. Afisa maendeleo ya jamii pale halmashauri anasema ndio tutaidhinisha, lakini toa asilimia fulani tukupitishie hela yako. Fedha zinakuja ni vikundi kaleta diwani, vikundi hewa. Fedha diwani anakula, anaenda huko, baada ya miaka 5 diwani anaondoka, akushinda ama akugombea kwenye uchaguzi, hakuna anayewajibika, wote nafasi zao za kisiasa, hakuna chochote kinachotokea. Fedha hizi halmashauri tangu zimeanza kutolewa, leo hii tusingekuwa tunapiga kelele halmashauri zitenge fedha. Fedha hizi zingekuwa zinazunguka zenyewe, kwa sababu ni fedha isiyokuwa na riba. Inakwenda vijana alichokipokea ndio anapaswa kukirejesha. Kwa hiyo ina maana fedha hizi zingekuwa nyingi halmashauri tangu zimeanza kutolewa, lakini leo hii unazungumza kuna halmashauri hazina fedha.